Evan, unajua wewe ni mfanyabiashara mkubwa hapa. Isitoshe na ni maarufu. So, mimi ningependa ni propose biashara yangu kwako. Yeah. Isitoshe na gari nzuri pale nimeleta. Na wewe sio mgeni katika biashara zangu. Biashara zangu nazifahamu vizuri na kampuni yangu ya magari unaijua. Nice. Kuna gari nimeleta pale, so ningependa nikuuzie Rolls Royce. Kwanza mimi nipokee habari njema kutoka kwa Madam Rebo. Nimefurahi sana, umenithaminisha. Umetoka huko macho mambo yako hadi hapo sisi kwangu kunipa taarifa kama hizo. Ni jambo zuri sana. Ila kwa wakati huo kwa ratiba zangu kwanza nikumbuka gari yangu ya kwanza nilioa kwako. Yeah. Range Rover. Ilidumu sana ile gari. Wakati huo kwenye mipango yangu mimi nahitaji gari aina ya Ferrari. Ferrari? Ferrari, lakini napenda bwana ya rangi ya gold. Kwa hiyo ukipata hiyo, enjoy na kuja na chia mzigo basi. Nachukua gari yangu. Basi mimi ningependa unipe muda nilete hiyo gari ambayo unaizungumzia. Kwa sababu pale kwenye kampuni yangu hizo gari hamna. So ukitazama kwa ratiba yako wewe inaweza kuchukua muda gani hiyo gari kufika? Mimi nipe wiki moja tu. Okay, yani siku 7. Yeah, inatosha. Sorry, kuna swali ningependa nikuulize. Okay, una mahusiano? Niongee tu kitu uzima kama wazee wa zamani. Niseme labda sipo kwenye mahusiano, nipo single. Vizuri. Unajua Evan, wewe ni kijana mzuri sana. So ningependa tu kufikisha hisia zangu kwako. Mimi nimekupenda. Mimi pia nimefurahi kusikia taarifa kama hizo kutoka kwa mrembo kama wewe, mfanya biashara, mwanamke shupavu, yani malkia wa nguvu. Ni jambo jema sana. Lakini kwa upande wangu nakuwa nimefocus sana kwenye biashara, business. Yaani nimekuja kama dharura. Ni swala ghafla sana. Sijakataa, sijapinga, lakini tuachie muda kidogo. Ni kweli, kwa sababu nimekwambia, yani ni haraka sana kufikisha ile jambo kwako. Lakini ni kutokana na upendo wangu. Mimi nimelipokea. So tutajadili. Ninafurahi kusikia hivyo. Nataka nikupeleke hoteli inaitwa Mali. Unaijua wewe? Sasa mimi nataka nikupeleke. Usijali. Afadhali. Kambale mwenye kuteleza leo nimekukamata kwa mikono yangu mwenyewe. Kambale ni nani mama? Na unaongea na nani? Naongea na wewe. Wewe ndiye Kambale ambaye nimekukamata kwa mikono yangu miwili. Hivi Sophie, umeanza kuuza nyama sasa hivi? Mama, toka lini mimi na bucha? Mimi naona hiyo mimba bora tu. Nini? Wewe nahisi umelogwa wewe. Tena hujalogwa kidogo. Mimi mimba sitoi na kuidumia utaidumia na kinachohusu mimi utafanya. Mimi naongea na maanisha. Mama yako mkali. Hata akiwa mkali ndo niambie nitoe mimba. Mimi ninachokiongea na maanisha. Mimi hapa leo sitoki na nampigia mama simu aniletee kila kitu changu na lala kwako. Unalala kwangu kufanyaje? Wewe na mnisikilize ra, nisikilize bwana, nisikilize. Nini tena? Kwa hiyo uchi ugamba. Kwa nini? Yaani niave mimba. Simaanishi bucha. Nakuuliza umeshaanza kudanga wewe? Mama,
Kama kuna watu wamekuvuruga au kama umeamua kuja kumalizia hasira zako kwangu, mimi sitaki ugomvi. Yaani mimi mtu anivuruge kama sio wewe wakunivuruga? Hivi una akili wewe? Umeanza kutembea na watu wazima sasa hivi. Sasa mama, kutembea na watu wazima si unatembea nao barabarani tu, mnatembea mnaenda sehemu au? Unajua wewe usijitie wazimu. Sofi unanijaribu. Sofi nitakutikisa. Hebu niambie, huyo mzee Chela ni nani? Niambie wewe, Sofi usinichanganye nakwambia. Oh, beach boy. Naona uko mbali kimawazo. Shida nini? Kama namkumbuka huyo Sio tukutana naye bichi. Okay, karibu. Vipi? Mtoto 1900 vipi? Vitoto vimejaa. Yaani viko vya kutosha. Ni wewe ushinde mwenyewe. Sina shombo mimi. Sikia Madam Maina. Najua unanijua sina mambo mengi kwenye mambo yangu. Hapa nimekuja na jambo moja tu. Namtaka mtoto mbichi anipumua oxygen mpya ili akanitulize ubongo siku ya leo. Usijali. Watoto wamejaa. Tape zote unazozitaka wewe. Yaani damu mbichi zinachemka. Mimi sijapoa. Sina shombo. Mwambie. Lakini ninavyojua mimi, mabichi boy waga mkosi mwanamke. Hauna mwanamke kweli au umekuja tu kutupima hapa kwenye kijiwe chetu? Halo, bata nikukutana na wewe bazuri mkubwa usokuwa na haya bata sofugika wewe. Unatafuta nini kwa mwanaume wangu? Hivi una nini? Unajikuta kumpigia mwanaume wangu simu kila kukicha, unajipendekeza akupende au akuoe mwanamke wa pili. Sasa nisikilize kwa makini. Na hisi wewe ni wakuja mshamba fulani hivi. Nisikilize kwa makini. Mimi naitwa Mona Lisa. Si unanielewa? Na ungekuwa mwanamke kweli, unajiamini, usingeweza kumchukua mwanaume wangu. Ungetoka huko ungetafuta wanaume wengine. Si unanielewa? Sasa nisikilize kwa makini. Iwe mwanzo na mwisho kutembea na mwanaume wangu tena unajibebisha kabisa usikotio, sijui nini. Nakuwa nakusikia bibi. Utachezewa na utaachwa. Mimi ndo Mona Lisa bwana. Mwanaume wangu kanipenda hivi hivi jinsi nilivyo. Si unanielewa? Si nzima najulikana. Magomeni, Mapipa, wapi huko. Mwanaume wangu mimi nampenda. Halafu mume wa mtu bibi we. Unabwata kama mashine. Lengo lako nini kuja nyumbani kwangu unapiga kelele? Unashindwa kuongea kwa utaratibu. Kwa utaratibu gani? Wewe ndio muonge kama kweli wewe mwanamke, simama tupigane. Sijaje kuwatega kwenye mji wenu. Na ubongo wako sio wangu. Hapa nilipo hujajua na msongo gani wa mawazo. Kivipi? Huko nilikotoka nishatia mtoto wa mtu mimba. Mapolisi wananitafuta, wazazi wao wananitafuta. Nimekuja hapa ili nitulize mawazo yangu. Sasa sikia nikwambie. Hapa watoto tunao, tena piskali. Mtoto kazaliwa Maka, akulia Smart. Sio kama unanielewa, lakini babangu. Huyo mtoto akishamtia mimba, sisi tunafundisha ndoa. Tena ndoa yenyewe mkeka. Hatutaki bla bla mji huo. Sijui unanielewa? Kitoto kipo. Tunachohitaji hapa ni sasamba, mtoto unaondoka naye. Weka 40 mezani. Madam Maya, kwani una mashaka na mimi? Sikia. 40 naweka mezani. Show time na ninakuhesabia ndani ya masaa. Okay poa. Hebu nisaidie lipa namba yako basi. Mimi sijapoa. Hata kadi ya benki ninayo. Mbona umejipanga? Maana ungekuwa mtoto wa mjini, ungepambana na mimi kweli, ungesimama tugombane. Wewe Mona. Kumbe na wewe uko hapa, unashirikiana na huyu Kwa amekuja kunichangia na huyu Sijui nini. Wewe msikiliza. Wewe vipi wewe? Yaani unakuja katika nyumba za watu, unapiga makelele, unapayuka watu tumepumzika, na unataka nini? Unashindwa kutulia kwako huko. Sasa nisikiliza kwa makini.
kitu ambacho ulikuwa ujui. Mwanaume wangu anakutafuta kila mahala. Upo. Endelea Mkelele bwana wewe. Kitu gani? Sikiliza. Nini? Vitu unavyofanya tofanani navyo. Au sio Mswahili kidogo mshikaji. Nini kuna kunipenda tena zako? Mswahili ungenifuata tio. Nimekusikia. Mimi nitaondoka, kumbe upo hapa unakula vya bure. Mwanaume mzima au utakuwa na eti naomba nikusaidie hela si nitumie. Wewe. Kwa mdomo wako. Ametoka basi. Kwa nyumba gani? Unasemaje? Nyumba yenyewe hata ifikia. Toka! Wewe! Toka! Kwa nini? Kwa nyumba gani? Kwa nyumba gani? Hadi unanifukuza. Unanifukuza mimi? Unanifukuza mimi? Ndio toka. Kwa sababu gani unanifukuza? Kwa ajili ya wewe mwanamke wako. Wewe kwako. Utakuja nikunyonge mimi. Utanipa kesi wewe. Toka. Kunipiga. Evan, hivi ni kwa nini unampa muda mwingi sana Aziza kuliko hata mimi? Na isitoshe, Aziza ulimsaidia tu kwa sababu ulimgonga, ametokea ukamsaidia. Sasa ni kwa nini unampa sana muda mwingi, unakuwa naye? Kwa nini unamuonea sana huruma? Shida nini? Okay, kusema kweli wazazi wake sio wafahamu. Baada ya kumgonga alimchukua na nyumbani kwangu kwa siku 3. Ila majuzi tulitoka kutafuta mama yake. Kwa bahati mbaya alihamishwa ghafla kwa naumwa tena zaidi. Sababu mwanae kaonekana. Lakini niliamua tu kumpeleka shule kwa sababu alikuwa anahitaji kusoma sasa. Sasa tena shule kasome. Sasa siku likizo nitamchukua kumcheka mama yake mara ya pili. Kwa hiyo nina wasiwasi naye sana. Nilimgonga, aliumia. Nipo na nyumbani kwangu. Namlea kama mwanangu. Kuna niuma kwa muda mrefu mtu kupotea mbele za wazazi wake. Sio jambo jema. Ndio maana anytime tuongee na wewe. Namwangalia sana Aziza. Okay, sawa. Basi nikuombe kitu. Sijali. Mimi naomba kama hutojali, mimi nilikuwa naomba tutoke. Angalau tuende Durban. Kwa sababu nahisi kule tunaweza tukaongea mimi na wewe tukaelewana. Hapa nahisi kama unielewi kabisa ni lengo langu mimi ni nini. No, sio kwamba hapa sijakuelewa. Mimi nakuelewa vizuri sana. So kuna jambo lazima tujue leo. Tunaishi kwenye ulimwengu ambao wanaomba sana sayansi ya akili ifanye kazi. Sio wanaelewa. Ombi lako nimelielewa, tena nakusikiza kwa muda mrefu sana. Na sio kama nimekataa, lakini navuta kwanza muda. Nijue nini nitakachokifanya kuhusiana na swala. Kusafiri kuna Durban sio mbaya. So good. Jambo jema sana. You understand? So nilipenda unipe muda kidogo. Kama ikiwezekana vumilia siku 2-3. Walao nilisoma ile swala vizuri, nilidraft. Ikiwezekana kama itakuwa yes, kama itakuwa no. Si kama wanaonaje. Okay, sawa, lakini umenisurprise, sikutegemea kama utanijibu hivi. Usilipoke sema kinyonge kwa swala. Kawaida. Unajua mwanamke mzuri sana, mwanamke mrembo, una ngozi ya njano kama ndizi mbivu za Bukoba. Thank you. Ukicheka namuona kama Rihanna anacheka mbele yangu. Kwa hiyo ondoa shaka, mwanamke unang'aa kama mbala mwezi. Kuwa nawe ni faraja kubwa, so ni muda tu. Wait moment please. Okay, sawa, kwa sababu mimi naheshimu sana maamuzi yako. Okay, I believe na mimi pia nakuelewa. So nataka nikuombe kama sio mbaya kwako ikiwezekana, kesho utoke mtoka kidogo tukae sehemu, tunywe juice, tupate soda. Tuongee ili upoze moyo wako. Wow, so mbaya kwa sababu mimi na enjoy sana nikiwa na wewe. Seriously? Sure. Wow. Okay, let's go. Shoga Seta. Wewe siku mimi nimechana mkeka bila kutarajia. Siku hizo ushaanza kubeti. Na miezi 2 tangu hii situation itokee mimi na mume wangu. Lakini tangu hapo mume wangu hajawahi kunipiga, hajawahi kuniuliza. Na wala hajawahi kumtafuta huyo mtu. Yupo kimya. Hadi nakuwa na wasiwasi. Mona, Ibilisi gani alikuingia
mpaka kumuingiza mwanaume chumbani kwako, kitandani kwako, tena kwenye kitanda cha mume wako. Ila nakuomba kitu, naomba usimwambie mtu yoyote, nakuomba. Mimi Mona, mdomo langu hili nalifunga, simwambii mtu yoyote. Kama shemeji hajakuuliza swali lolote kuhusu hilo fumanizi, basi kaa kimya, usije ukajiua Mona. Ogopa sana mtu anayeweka kitu moyoni mwake na bila kuambia kitu chochote, na mtu ambaye ni mpole akuuliza kitu chochote, huo inaumiza sana. Kuna muda anafika mimi naogopa. Wewe kuwa makini, kaa vizuri, usije ukajiua bure. Evan, mimi naona swala la mapenzi yetu linakuwa ni vigumu sasa. Naomba nikupe surprise moja. Lile gari la Rolls Royce nitakupa bure kabisa. Na isitoshe, so hiyo tu, nitatoa milioni 80. Nitakodisha farasi. Nataka tufunge ndoa ya kibabe mimi nawe. Ya kwanza mimi nikupongeze kwa courage ulionayo. Kweli mwanamke shupavu. Na sio kwamba sina pesa mimi nayo. Kwenye hiyo milioni 80 yako mimi naweka milioni 150. Itufunga harusi nzuri sana. Sitaki upande farasi jinsi unavyotaka wewe. Nataka tukodishe ngamia. Tufunga harusi nzuri sana kifahari ya kibabe. So nipe muda kidogo. Ondoa shaka. Hapana. Mimi sina muda wa kusubiri. Acha nipige simu sasa hivi niwaambie kabisa waniandalie ukumbi. No, sikiliza. Madam Rebo, wait. Nimekuahidi, nitatekeleza. Ondoa shaka. Halo Mr. Medimalo. Nangoliganyize holijo ndibwire dichuma. Na rosiku ngajihireho. Na dikale vedi. Sawa. Hakuna mboli. Chamwenga. Tayari nishapiga simu huko waniandalie ukumbi.